Karibu sana. Kwenye somo hili tujifunze kuhusu omega 3. Pengine umewahi kusikia neno omega 3 ama umewahi kushauriwa na wataalamu ama rafiki ndugu kwamba tumia omega 3. Na hujui bado omega 3 ni kitu gani na ni kwa nini ni mafuta ya lazima kuyatumia katika mwili wako. Somo hili linaenda kujibu maswali takribani yote ambayo umewahi kujiuliza kuhusu omega 3. Nitaelezea nini maana ya omega 3, nitaelezea aina na makundi ya omega 3, nitazungumzia faida za omega 3 katika mwili wako, lakini nitazungumzia dozi sahihi, vile vile nitazungumzia vyanzo vya omega 3 vya asili, lakini pia vyanzo mbadala vya omega 3, lakini pia nitazungumzia namna gani unaweza ukanufaika zaidi na omega 3. Kwa sababu kuna watu wanatumia omega 3 lakini bado hawapati zile faida ambazo wanastahili kupata kulingana na changamoto mbalimbali, ikiwemo aina ya vyakula ambavyo labda wanatumia. Mfano, mafuta ya alizeti yanaathiri kwa kiwango kikubwa sana omega 3 content katika mwili wako. So, karibu sana. Na kwa namna moja au nyingine, kama somo hili utalipenda na utahitaji kuanza kutumia omega 3, make sure tunawasiliana. Tunayo kwa bei simple, lakini inakuwa ni high quality. Tuna paki ya 30 na paki ya 100. Karibu tuanze somo letu. Somo ni omega 3. Unapoambiwa neno omega 3, maana yake ni kundi la mafuta ambayo ni polyunsaturated fat. Ni kundi la mafuta ambayo yanatajwa kuwa ni mafuta salama zaidi katika mwili wako. Kwa sababu ni kundi, maana yake yapo ya aina tofauti tofauti, lakini makubwa zaidi ambayo ni salama na ni muhimu zaidi katika mwili wako yako ya aina 3. Ya kwanza inaitwa DHA, aina ya pili inaitwa EPA, aina ya tatu inaitwa ALA. Hizi ndio aina mama za mafuta ya omega 3, ingawa unaweza ukasikia mtu mwingine akataja zaidi ya 5, 6 na kuendelea, lakini ya ambayo yanaonekana kuwa potent kwenye mwili wako na faida ni haya 3, ambapo haya ya kwanza mawili, DHA na EPA, yanapatikana sana kwa wanyama, na hili moja, hii aina moja ya mafuta ya omega 3 inapatikana sana kwenye mimea. Kwa hiyo unaweza ukapata omega 3 kwenye wanyama na kwenye mimea, lakini changamoto ipo hivi kwa ALA, omega 3 ambayo inatokana kwenye mimea, ni kwamba ili iwe na faida katika mwili wako lazima ibadilishwe kutoka hapa ilipo iende kwenye hizi miundo ama EPA. Kitendo ama process nzima ya ALA kubadilishwa kuja kwenye mojawapo kati ya hizi au zote mbili ni kitendo ambacho hakina ufanisi kabisa katika mwili wako. Unapotumia kiasi chochote cha ALA katika mwili wako ni 5 mpaka 10 tu ndo zinazofanikiwa kubadilishwa na kuletwa hapa. Kwa hivyo ALA, maana yake omega 3 kutoka kwenye mimea, sio chanzo kizuri sana cha kutumia kama chanzo cha omega 3 kulingana na ufanisi wake mdogo sana wa kutengenezwa ama kuchakatwa katika mwili wako ili kuwa katika ule muundo ambao ni wenye faida. Lakini DHA ama EPA, hii ni miundo ambayo iko tayari kuanza kufanyiwa kazi na mwili, na ndiyo miundo ya omega 3 ama aina ya omega 3 ambayo inapendekezwa. Kwa hivyo sasa, unapoenda dukani kununua virutubisho vyovyote vile ukiwa na maana ya kuhitaji omega 3, hakikisha unachunguza lebo, ile omega 3 imeundwa na nini mle ndani. Hakikisha kuna DHA, kuna EPA, hii ndio iwe kipaumbele. Lakini ukiona kuna ALA, inabidi ufahamu kwamba hii iko katika muundo ambao sio mzuri na faida yake unaweza usiipate ile ambayo unatarajia kuipata. Kwa hivyo hizo ndio aina za omega 3.